inakusaidia wewe kuweza kutumia WhatsApp yako wakati wowote, ikiwa simu yako umeweka lock au kama ya mkopo, basi ukaweza kutumia hii, basi utaweza kuchat WhatsApp kwa kuunganisha. Na watu wengi mnajua kuhusiana na kitu kinachoitwa WhatsApp web. Maana ni web ambayo ni ya WhatsApp kwa wenyewe, ambao unaweza kuunganisha. Wengi wao wanatumia katika desktop, kwamba anaunganisha WhatsApp yake ya simu na laptop au desktop. Sasa hiyo system ambayo unaweza kuunganisha katika desktop au laptop, kwa hiyo imekaa katika hii program. Kwa hiyo unaweza kuunganisha, na nafikiri wengi wao mtakuwa mnafahamu hizo apps ambazo zinaweza kufanya hivyo. Ila sasa hii ni bora zaidi kwa sababu inakupa uwezo wa kutumia WhatsApp yako popote, sehemu yoyote, na unaweza ukawa katika aidha mizunguko yako katika simu, labda unaenda huku kwa sehemu fulani bila kushuka kwenda kutafuta application, basi inakurahisishia kabisa. Hivyo usiwe na maneno mengi, acha tuanze na kuangalia namna gani unaweza kuitumia. Nitaanza kwa kufungua hapa ndio WhatsApp yetu ambapo ya kuangalia hapa ni FabSet, ni battery fix, mambo ya battery, hii permission ambazo zinahusika na app hii kwa ajili ya kufungua dashboard. Hapa ni sehemu ya kuseti, yani kusave wa status ambazo umeziangalia zimeingia katika WhatsApp yako. Hapa ni sehemu ya ni auto reply, maana ni sehemu ya kujibu message automatic yenyewe, yani unaweza kaiseti kwamba ijibu message ya namna gani. Nataka ijibu message ya namna fulani, mtu akisema habari basi ijibu nzuri, kwa basi kila message itakayoingia WhatsApp itakayosema habari yenyewe itakuwa inajibu nzuri. Na hii ni mute web, maana yake ni sehemu husika ambayo tutaenda kuangalia kwa ajili ya kuunganisha WhatsApp yetu na hii mute web na hii ultra WhatsApp. Kwanza kabla yote tutaenda kuiwasha, utabonyeza switch hapa au utabonyeza dashboard, zote ni sawa. Utabonyeza switch ili kuactivate. Ukishabonyeza switch itakuleta sehemu kama hii. Hii sehemu utachotakiwa kubonyeza ni hapa katika install app hii. Ukibonyeza hizo za juu ni hapo, zingine tacha nazo. Hii ya kwetu ultra WhatsApp tukiangalia imeandikwa controlled by restricted setting, maana kutokana na kwamba haipo Play Store, kwa hiyo haina ruhusa moja kwa moja ya kuruhusiwa na simu za Android kuweza kutumia hii setting. So ni setting ambayo inakupa uwezo pia kutumia sehemu yoyote. Kwa hiyo utachokifanya kwa simu zingine huwa ni rahisi, yani haina hizi mbwembe za kusema kuzuiliwa na hivyo utakuta automatic kwamba iko on. Ila kwa simu zingine kama Samsung A06 unaweza kukuta kama hapa ni simu Samsung A06, kwa unakuta imezuiliwa hivyo. Kwa hiyo unachokifanya cha msingi ili kupata uhakika zaidi, unaibonyeza hii hapa. Unabonyeza hivyo yani kwepo unabonyeza mpaka unapotea neno la onyo. Baada hapo utafunga, kisha utarudi utatoka kabisa katika app. Utachokifanya utakliki hii ya create ya ultra WhatsApp, utakliki bila kuachia, utapotea neno hili hapa. Hapo utaona kiulizo hiki, nimeamini mshangao. Kwa hiyo utaweza kubonyeza hiko sababu za kuleta sehemu ya app info. Sasa katika hii app info kuna mwingine labda simu yake ileti hivyo. Unachofanya wewe unaenda katika settings, sehemu za settings, na kama application nyingi sana. Hizo sehemu za application ambazo utaweza kuziona, utatafuta sehemu ya apps na mwisho siku utatafuta hiyo app na
utakuwa unafungua, utafungua na mpaka itakapofika sehemu ya app info. Na katika hiyo ambacho unatakiwa kufanya kitu kimoja, utabonyeza vidoti vitatu hivi hapa ambavyo unajua kama mkono wa kulia, kwa vidoti vitatu utabonyeza. Baada ya kubonyeza inakwambia allow restricted setting. Baada sasa unaikubalisha ile setting ambayo kule ilikuwekea weusi, unaikubalisha kwa utaibonyeza. Ukibonyeza yenyewe itakuletea kuhusiana kuweka pattern au fingerprint. Ile mimi nitatumia fingerprint. Kama hapa nimekubali kwamba tayari imekubaliwa ya kutumia setting. Kwa kitu kingine cha ukifanya unachotakiwa ni kuwasha settings za muhimu. Setting ya kwanza ya muhimu kuna hapa appear to top, appear on top. Utabonyeza hii, utakubali. Utatoka pia, utakuja change system setting. Utabonyeza, utaikubalisha. Anafanya jambo jipya usiku wa leo. Juu hapa kuna notification, utaifungua, utaikubalisha nayo pia. Hii settings za muhimu sana. Hizi zingine pia tutachana nazo. Tutakapohitajika basi hapo yenyewe itakwambia kwamba hizi zinahitajika. Tutachana nazo kwa sasa. Hivyo kama tulivyoweza kuangalia, tayari tumeweza kuwasha settings zote za muhimu ambazo zinakuwa zinahitajika. Tunisamee kidogo maanake hali yangu ya kiafya sio nzuri, kwa maana naongea haraka. Tutafanya, tutaweza kutoka, tutafungua app yetu, tutabonyeza switch, itatuleta katika install app, na tutabonyeza. Tukiangalia tunakuta tayari hapa app yetu sasa inasoma vizuri na inasoma iko off. Tutabonyeza hapa. Ya kwanza kabla ya kukubalisha, nenda katika Ultra Words shortcut kwa ajili ya kuifanya hapo uweze kutumia shortcut. Utaiwasha. Nusu nishaitumia. Kwa hiyo settings zote ziko on, ila wewe utakapofungua hapa utahitajika kuweka setting moja hapo ya muhimu ambayo utahitajika kuiweka kwa maana ni bora. Hii hapa ambayo ni press side and volume up buttons. Maana yake unabonyeza, yani shortcut yake ili uwashe program, unabonyeza button ya kuzima na kuongeza sauti kwa pamoja tap, basi itakuletea menu ya kuwasha. Au ukatumia ya chini ambapo inakwambia press and hold volume up and down buttons for 3 seconds. Maana yake ukibonyeza button ya kuongeza sauti na kupunguza kwa pamoja bila kuachia kwa muda wa sekunde 3, itakuletea option pia kuiwasha program. Au user accessibility. Hii maana yake kwamba hii utatumia vidole viwili kupandisha kwa juu na itakuletea sema setting. Hii sema shortcut ni ya muhimu sana, sababu hata kama unatumia simu yako umeweka lock, hujataka utoa lock, unataka kutumia hii program kwa WhatsApp, baki ukibonyeza tu shortcut ikija, ukiwasha program basi itapia juu ya simu yako. Kisha siku utatumia hapo bila kutoa lock. Au kama unatumia simu ya mkopo, maana yake simu yako imefunga na setting umeiweka, unachokifanya utabonyeza tu button ya kuongezea sauti na kuashia kwa pamoja, nitakuletea sehemu utaiwasha, nitakuelekeza namna kuiwasha. Baada ya hapo basi itapia juu, utaweza kutumia. Kwa hiyo hizi shortcut ni za muhimu sana. Sehemu ya kuzingatia ni sehemu hii. Hii ndio sehemu ya muhimu ambayo inafanya app yetu inakupa uwezo wa kutumia program hivyo vyote vile. Utaweza kutoka, kisha baada hapo tutaiwasha. Utabonyeza hapa. Utabonyeza. Tukiangalia tayari iko on. Utatoka. Ukiangalia hapa kuna button hapa imeandikwa W ya kijani. Kwa simu zingine hii inaweza kuzuia wewe, ikishatokea hivi inaweza kukuzuia kwa wakati huo kutouch screen yako, kutokana kwamba inakuwa imekamata screen nzima.
Kwa utachoifanya kwanza utaibonyeza kwa kuifungua. Ukishabonyeza kwa kuifungua inakuwa imeapia hivyo, utaibonyeza pia kwa kuizima. Kama unataka iwepo tu kama hivi na kuweza kumove bila kutumia. Kisha baada ya hapo, ili sasa tuweze kutumia, manake hii button ndio ya muhimu. Hii button inatumika au inafanya kazi katika harakati ya kuwasha. Hii ndio inaweza kufanya wewe kutumia hii hapo kokote. Kwa hii button ni ya muhimu sana. Kwa hiyo utachofanya, hii button inawashaje? Sasa hapa ndipo tunapotumia shortcut yetu kuonyesha. Moja, unabonyeza button ya kuongezea sauti na kuzima na kuwasha. Button hapa maana yake kwa pamoja. Hapa nikiangalia ultra watts ni hapa chini ambapo iko on. Sasa nikiweka off maana ile button inapotea, na hapa ukiangalia juu unakuta imejizima. Kwa hiyo na kuwasha ni hivyo hivyo, unabonyeza button ya kuongeza sauti na power kwa pamoja. Itakuletea menu kama hii, basi utaiclick hii hapo ambapo unataka kuiwasha. Kama una ultra controller center, kama hapo unaona kuna ultra controller center, ultra watts, kwa hiyo unataka kuwasha ipi sasa? Kwa sababu unataka kutumia WhatsApp, utabonyeza ultra watts. Bonyeza ultra watts. Kwa utabonyeza button ya kuzima na ya kuongeza sauti kwa pamoja. Baada hapo utabonyeza ultra watts hapo, utaona imeapia. Utaifungua mara moja, ambapo pia kuangalia katika MultiWeb hapa unakuta mna list ya account yoyote. Kwa maana utabonyeza back au utaona pema, utabonyeza button yenyewe hivi. Na kisha baada ya hapo utahitajika sasa kwenda kuunganisha programu yako na account yako ya WhatsApp. Na usijali kwa sababu hapa nitakuelekeza vyote kwa pamoja. Cha kwanza nitabonyeza stopisha kidogo. Kwa kidogo nimeenda kuweka kitu mara moja katika simu, unajua vitu vya faragha tena hivyo. Baada ya hapo utabonyeza hii hapa MultiWeb. Utabonyeza MultiWeb, utaifungua. Itafunguka hivi, la wewe utachohitajika kwanza ni kubonyeza hii button ya kijani kubwa unaiona. Hapa ndo sehemu ya muhimu ambapo itakupa uwezo wa kuweka setting au kaacha vile vile whatever. Ila sehemu ya muhimu ambayo itakusaidia wewe, hii button ina move hii iweze kufungua WhatsApp. Cha ukifanya utabonyeza hii button hapa chini, utaandika jina ya account. Sema naandika Kelvin. Nitahifadhi. Nitaibonyeza hii kuifungua. Inaanza kulodi. Na hapa inaanza kufungua. Kisha baada ya hapo, hapa nakuelekeza namna ya kuunganisha na WhatsApp yako. Wengi wao wanatumia kwa kuskani. Sasa hauwezi kuskani maana lazima na vifaa viwili tofauti. Sasa hapa sisi tunatumia simu kama simu moja hiyo tunataka tuunganishe WhatsApp web na simu hiyo na WhatsApp. Kwa hiyo tuwezi kutumia kuskani. Kwa kiwasilia tuwezi kutumia kuskani. Kama ukiona kioo labda akijakaa safu na unaona button iko chini kwa hapa, unakuwa na click, unaifungua na kuizima, afu unaimove, unaitoa. Kwa hiyo kinachoendelea ni kwamba unatakiwa kubonyeza hili neno login with phone number. Login with phone number, utaifungua. Ni sehemu utaandika jina lako, ni namba yako ya simu ambayo iko WhatsApp. Namba yangu ya simu ya WhatsApp nitaitumia hii.
Hii hapa tatumia, tabonyeza next. Kuna kodi ambayo imeletwa hapa. Hii kodi ni ya muhimu sana, kwa hiyo nitaificha kwa ajili ya usalama. Kisha baada ya hapa, kwa urahisi, maana yake sasa unachotakiwa ukifanya kitu kimoja. Utakuja kufungua WhatsApp, utabonyeza kwa notification, au utakuja katika WhatsApp yako ile, kuna vidoti vitatu, utabonyeza hapo. Utakuja katika link device, utabonyeza hapa. Mimi tayari niko nishaunganisha, acha nitoe kwanza hii. Okay, utakuta kama hivi. Baada ya kukuta kama hivi, utabonyeza hii button ya chini, hii unaiona hapa. Unaiona hapa. Utabonyeza. Utachagua use mobile data ambayo ni hapa. Utabonyeza. No network imekata. Okay, utabonyeza, yani utatakiwa ubonyeze link device button ya chini. Utachagua use mobile data. Utaweka password yako. Mimi kikuletea hiyo option, utabonyeza okay. Utatakiwa kubonyeza neno la chini link with number instead. So utabonyeza link with phone number. Kwa utabonyeza neno, itakuja hapa. Hapa ndio itatakiwa tuweke zile kodi tulizoziona kule. Utakuja huku, utaangalia kodi nasema hiyo. Tafungua hapa kuangalia vizuri. Yes, iko correct. Baada ya kuweka kodi ile yote, ita login. Tanisamea kwa sababu lazima ni zibe kidogo baadhi ya sehemu hii ili mweze kuangalia na magani tunataka nini. So ni sehemu ya muhimu sana, kisha hii sehemu mtu hatoiona. Maana kwa wataalamu wa kompyuta inaweza kutumika hiyo pia kwa access account yako pia. Tasubiri iweze kulogin. Na ito kiko chini sana. Twahitaji neema yako, enda nasi. Mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tunaomba utuonyeshe njia zako. Tunaomba utuonyeshe njia zako. Kwa maana umetuita kwa jina lako. Twalilia Bwana. Twalilia ikae Bwana, utukufu na uso wako. Bila wewe tutashindwa. Enda nasi. Tutavua mambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Hivi sasa tukiangalia tunaona nini yetu ishajiconnect na kwambia Google Chrome Windows. Maana yake Windows isha connect hapa. Tukitoka tukirudi katika programu yetu YouthForWards, unaiona hii hapa. Kama ukiangalia ni Bwana tafadhali, enda nami, enda nasi, twakuhitaji.
Ukifungua hapo ukiangalia, unaiona ingali nimetumia dark mode. Ukiangalia account hiyo ndio hii hapa, na huku ni light mode, kule dark mode. Kama unavyoona kwamba ni ile, ila sasa ukitaka kutumia kwenye hii button, unatakiwa kwamba hapa kwanza ni kuweza kutoka. Rudi nyuma kabisa kwenye app, iwe hivi. Ikiwezekana unaweza kaiondoa kabisa katika wrist hapa, kaiondoa kabisa. Hapa ndipo utapoweza kutumia hii app, hii button ambayo tumeweza kuiwasha. Ukibonyeza hii button utakuja hapa katika multi web, unaweza kuibonyeza, utakuta ile account hapa imejiandika. Okay. Sasa baada ya kutoa, ukija kuangalia hapa, ukifungua hii button yetu, unakuta account yetu hapa ambayo tuliandika jina Kelvin iko hapo. Utaibonyeza kuifungua. Kiangalia unaona imefunguka. Kwa hiyo maana yake inakuwa ni rahisi, mimi naweza nikaipa popote, sehemu yoyote, maadamu button ipo, basi naweza nikafungua WhatsApp yangu kokote kama hivyo unavyoona, nikaifunga, nikaendelea na issue nyingine. Labda kama kwa mtu akuelewa namna ya kuwasha na kuzima, ukitaka kuiondoa kabisa hapo, abaweza button ya kuzima na kupunguza sauti kwa pamoja. Na pia hapa hivi mimi nachagua hapo yangu ambayo ni hapa, nimezima, basi na yenyewe imejizima, imetoka. Kwa hiyo ni mahali popote ambapo nitakuwepo, nikifanya hivyo tena, basi tapia button hapa, ukifungua unakuta